Hello guys. Leo bana nataka niwaelezee changamoto moja ambayo katika wanawake 200, wanawake 100 nusu kwa nusu wanapitia. Kuhusiana na menstruation cycle au tunasema period, upatikanaji wa period. Baadhi ya wanawake unakuta anafika miezi 3 hawapati period. Kuna baadhi ya wanawake anafika miezi 6 hawapati period. Kuna baadhi ya wanawake anafika mwaka hawapati period. Sasa leo nataka tuelezee sababu 5 kuu ambazo zinaweza kupelekea mtu asipate period. Lakini nataka nielezee in deeply kwa ndani sana. Kwa sababu ukienda hospitali unaambiwa tu hormone imbalance, hormone imbalance, hormone imbalance, hormone imbalance. Sasa leo tusiangalie hii sababu ya hormone imbalance, tuangalie sababu nyingine ukiachana na hormone imbalance. Sababu ya kwanza, ili mwanamke apate period kuna hormone inaitwa LH, luteinizing hormone. Hii luteinizing hormone inakuwa inapasua mfuko wa mayai. Kwa hiyo mayai lazima yatoke ndio mwanamke apate period. Kwa hiyo ikiwa huyu hormone wa LH ambayo inaitwa luteinizing hormone akashindwa kuuvunja ule mfuko wa mayai wa mwanamke, hawezi kupata period. Kwa hiyo jambo la kwanza ni kwa sababu ya hormone zinaitwa luteinizing hormone LH kushindwa kuvunja mfuko wa mayai wa mwanamke. Hiyo ni reason ya kwanza. Lakini reason ya pili ni mabadiliko ya location, mazingira. Kwa mfano, mtu alikuwa anaishi Zanzibar au anaishi Tanzania lakini ghafla akapata kazi nje ya nchi. Kwa hiyo alipofika kule, mfano maybe Oman, Qatar, Marekani, Australia, alipofika kule maana yake anaanza kubadilisha mazingira. Kwa hiyo mwili unataka kuadapt mazingira ya Marekani. Mwili unataka kuadapt mazingira ya UK au maybe au hapo Qatar. Kwa hiyo kitendo cha mwili kutaka kujibadilisha mazingira kutoka Tanzania kuja huku nchi za nje, unaweza period ikaganda. Lakini cha ajabu, akirudi tu Tanzania kwa sababu ndio mazingira ambayo alizaliwa na alilelewa, akifika tu period inakuja bila kutumia dawa yoyote. Lakini sababu ya tatu ambayo inaweza kupelekea period kuganda ni kwa sababu ya kazi ngumu. Unajua sometimes mwili unataka kupumzika. Kwa hiyo unapopumzika mwili, hormones zinakuwa zinajirestart, zinajiweka vizuri, immunity inakaa sawa. Kwa hiyo sasa mtu anapokosa muda wa kupumzika pia inaweza kupelekea tatizo la period. Sababu ya tatu au ya 4 ni kutokana na genetic disorder, matatizo ya urithi. Tatizo la urithi, na mara nyingi wanapata tatizo la period kwa sababu ya obesity, nene kupindukia. Unapokuwa nene kupindukia, mayai yanakuwa unovulated, hayapevuki vizuri. Kwa hiyo kitendo cha kushindwa mayai kupevuka, unaweza kupata changamoto ya period. Na vibaya zaidi, kuna watu wanakuwa na dawa zinaitwa clomiphene. Clomiphene ni dawa za kupevusha mayai. Unakuta mtu hajafanywa kipimo, anaenda kwenda pharmacy ananunua hizo dawa za clomiphene ili kupevusha mayai. Hiyo ni hatari. Lazima kwanza uende hospitali ukafanyia kipimo kuthibitisha kwamba mayai yamepevuka au la. Ukitumia dawa za kupevusha mayai alafu mayai yanapevuka, ni hatari, mayai yanakuwa unayabasti, unayapasua wewe mwenyewe. Lakini sababu ya mwisho ambayo inaweza kupelekea period kuganda au kuganda ni kwa sababu ya menopause. Maana yake umefikia umri ambao unatakiwa wewe usipate period. Kwa hiyo ni natural na sio tatizo. Bonus ya kuongezea, unaweza ukakosa period kwa sababu ya dawa za uzazi wa mpango. Dawa za uzazi wa mpango sometimes zinakuwa zina changamoto ya kupandisha hormone. Hormone zikipanda unakuta mtu hapati period, anaota ndevu, mwanamke anafanya ndevu nyingi, nywele kwenye kifua. Kwa hiyo hizo changamoto za dawa za uzazi wa mpango. Kwa hiyo kama unatumia dawa zote za uzazi wa mpango, fahamu kwamba unaharibu. Simaanishi kwamba zina madhara ndio kwenye menstruation. Lakini kama una plan yako ya family planning, that's okay, hamna shida, lakini ufahamu kwamba zinaharibu mzunguko wa period. Nadhani tumeelewana vizuri. Thank you.